Ninazungumza juu ya nguvu za Mungu kuondoa kikwazo, kuondoa vizuizi ambavyo vipo ili kuzuia mtu asifikie mwisho wake. Sasa hii ni habari ambayo unaifahamu vizuri kabisa. Ni habari ya wakoma pamoja na Washami. Hawa jamaa pamoja na ukoma wao walikaa wakawaza, wakasema hivi, tukikaa hapa tutakufa na tukienda tutakufa vile vile. Okay. Wakaamua kuchukua jukumu la kwenda. Sasa wao wakati wanaenda walikuwa hawajui kinachotokea, ila Washami walikuwa wanajua kinachotokea. Washami wakasikia vishindo vya magari, Washami wakasikia vishindo vya farasi, wakaacha vitu vyao wakakimbia. Wakoma wanafika pale wanakuta hamna watu, ni vitu ndio vipo. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani kimetokea? Biblia inasema ya kwamba Bwana akawasikilizisha Washami. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wakati hawa wakoma wanatembea, nguvu za Mungu zikaingia kazini, zikaenda kutenda kazi. Wale Washami ambao walikuwa pale kama kikwazo kwa hao wakoma, ili wasiweze kupata vile vitu ambavyo walikuwa wanataka wavipate, wakaondoka, wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kikwazo kikaondoka, changamoto ikaondoka. Ndivyo ambavyo tunapoomba hapa nguvu za Mungu, kuna mahali Mungu anaenda kusikilizisha vitu, kuna mahali nguvu za Mungu zinaenda kupita. Hautoelewa imekuwa kuaje, lakini nguvu za Mungu zikiingia utashangaa fedha zinapatikana, vitu vinapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akusaidie katika jina la Yesu, kama ilivyokuwa kwa Washami walivyokimbia, na changamoto ziondoke kwako, uweze kupata vile vitu ambavyo unavihitaji ili uweze kufikia mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma pia kile kitabu cha Yoshua, ile sura ya 6 mstari wa kwanza, Yoshua sura ya 6 mstari wa kwanza, Biblia inasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyeingia wala hapana mtu aliyetoka. Mji umefungwa. Changamoto imekaa mbele ya wana wa Israeli. Huu mji haukufungwa mwanzo, ulikuwa unatumika, watu walikuwa wanaingia na kutoka, lakini baada ya wapelelezi kwenda, Biblia inasema mji ukafungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Kikwazo kikawekwa kwa ajili ya wana wa Israeli wasiweze kupita kuelekea kule ambako wanatakiwa wafike. Lakini ukiendelea kusoma utaona nguvu za Mungu ziliteremka pale, ngome zikaanguka, kikwazo kikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamwamini Mungu katika jina la Yesu, hata sisi tunavyoomba mahali hapa, kuna ngome lazima zianguke, kuna vikwazo lazima viondoke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana.